Wewe Tatiana, unataka kuniua mimi? Unataka kuniua Tatiana? Kaka, mimi siwezi kufanya kitu kama hicho. Huyu mwanamke alikuwa anataka akuchome kisu. Yaani mimi tena niweze kumuua kaka yako? Baby, unajua fika kabisa mimi ninapokupenda. Na siwezi kabisa kufanya mauaji kama hayo. Yaani baby, mimi nikuua wewe? Hapana. Najua umeona kabisa ushahidi kwamba huyu mdogo wako ni mbaya kabisa. Tena nisingewahi kukuokoa, angekumaliza. Hebu angalia, nani aliyeshika kisu hapa? Yaani mdogo wako ni mbaya kabisa. Yaani kisu ashike yeye, sasa mimi nitaka kukuua wewe baby. Kweli inawezekana? Ina maana macho yangu yananidanganya mimi. Hata kama macho hayajaona, akili zangu zinanidanganya mimi. Kile nichoweza kukiona. Wewe unataka kuniua mimi? Kitu gani ambacho unachokikosa kwangu mama? Kila kitu ambacho unachokihitaji kwangu si nakupa mimi. Ina maana akili zako na ujinga wako wa kuweza kunipinga chochote ninachoweza kukifanya ndio unaanza kupelekea uniue mimi. Unataka kunipoteza mimi Tatiana? Kaka, mimi nakutetea wewe. Kama sio mimi leo ungekuwa machoa kisama na umekufa kangu. Mwanamke mkatili bangu tena katika maisha yako, lakini nishakwambia toka mwanzo kama shida kuniamini mimi. Shika adabu yako na ikushikilie. Yaani mimi niwe mbaya kwenye familia yako? Nakwambia hivi, ninampenda kaka kutoka moyoni na siwezi kufanya hicho kitendo. Wewe si umeshika kisu hapo? Na si unataka kumwangamiza kakako? Baby, najua unaniamini sana. Huyu mdogo wako huyu ni mtu mbaya mno. Sikutegemea mdogo wangu wa damu ataweza kunipoteza kwenye dunia hii. Ama kwa sababu nimekuambia uolewe na Bili, ndio maana unataka kunipoteza mimi? Ina maana unashindwa kuniamini mimi na mimi mwanamke. Mshenzi kabisa, alafu unamwambia unashindwa kuniamini mimi mdogo wako. Naomba unisikilize kwa umakini. Hizi taarifa lazima niweze kuzifikisha kwa baba na mama. Hichi ambacho ninachotaka kunifanyia huko, lazima baba na mama waweze kupata taarifa yote. Wewe unataka kuniua? Potea! Sorry baby. Sorry. Vipi mzee? Mbona kama hivyo unanizuia njia? Wewe kama nani? Aise, Mungu ni mwema. Nilikuwa nakutafuta sana. Leo nakuona kwa macho yangu mawili. Unanijua mimi ni nani? Swali gani unaniuliza brother? Hivi kila mtu njiani nitakuwa namfahamu? Mimi sikufahamu na unifahamu. Au wewe unanifahamu? Oh. Unanijibu kijeuli eh? Okay, nataka nikuulize swali. Unamfahamu Recho? Oh. Kumbe namzungumzia Recho. Recho mimi ni rafiki yangu. Kuna shida gani? Oya. Bro. Nakupa onyo. Tena ndio onyo ya mwisho. Sasa sikiliza wewe mpumbavu. Tena nisikilize kwa makini. Mimi ni mpenzi wake na Recho. Kama utaki upate matatizo kwenye maisha yako, mpaka familia yako itajuta kukuzaa, achana na mpenzi wangu. Kiufupi, kaa mbali na mpenzi wangu bro. Hujui kiasi gani niliteseka kwa kumpata Recho. Recho ni mpenzi wangu ambaye nampenda sana. Sasa wewe ndio unamfanya awe na kiburi, si ndio? Sasa sikiliza nikwambie. Kama hutaki kupoteza maisha yako bro, achana na mpenzi wangu. Bro, Recho nampenda sana. Tena sisi wa Kongo ni watu wabaya mno. Bro, hii machozi ambayo nimeitoa saa hizi. Bro, nitakupoteza. Sasa nakwambia hivi. Achana na mpenzi wangu eh? Unaongea kwa uchungu bro, achana na mpenzi wangu. Mimi ni mtu ambaye nikikuonya na kuonya mara hii
nikikuonya kwa mara ya pili na kuonya kwa matendo. Usiku wa manane nipo getini peke yangu, baridi kali lakini machozi ndio blanketi yangu. Madam. Mkaa vizuri huko. Hivi wewe, una akili timamu kweli Sondo? Ama kuna nyaya moja imetoka kwenye ubongo wako, si ndio? Yaani mimi natoka huko nilikotoka na kuletea zawadi. Kwa upendo, naomba tu marafiki, nimeomba yote nilokukosea unisamee. Alafu unampa Zai. Ni kweli madam, nimempa. Lakini sikumpa kwa kupenda. Ni yeye mwenyewe alikuja tu hapa na kelele chake na kisebenge chake akanipola. Lakini mimi sio kwamba nimempa eti nataka kabisa kumpa. Na nimeumia sana ile jambo kutokea. Kusema kweli wallahi nakuapia. Sikutaka kumpa. Ni yeye tu basi ametumia nguvu. Nielewe madam. Unasikia unachokizungumza wewe? Yaani mwanaume mzima umerelax mwenyewe unasema kaja mwenyewe na kelele chake sebenge chake amekupokonya. Unapokonyoja afu mwanaume umeshindwa kumzuia? Au mtoto wa kike lele mama kusema mnabishana, si ndio? Mimi pumbavu nilokuletea, si ndio? Sawa madam, nimekosea. Lakini kweli nimekosea kabisa. Naomba unisamehe. Sitaulia tena siku nyingine ukinipa zawadi yoyote ile kumpa mtu. Na sio Zai tu. Hata kama akiwa mama yangu mzazi sitaweza kumpa. Naomba unisamehe kwa leo lilitokea. Lakini sitarudia. Nielewe madam. Yaani lisolo kiliendeleza. Nitarudi kuwa tatiana yule yule. Sitakuwa na upendeleo na wewe, sitakuwa na kuchekia kwa lolote lile. Utarudi hata nyumbani kwenu. Au umesema mama kwa naumwe wewe. Isitoshe Sondo, wewe unashindwa kufikiria hata mara moja. Hata dakika moja tu kwa nini nafanya mambo yote haya? Unashindwa kunielewa Nimekuelewa madam. Ndio maana nimekuambia unisamehe lakini nielewe. Sio kunilaumu hivyo. Mimi sijapenda kitu kilichotokea. Nielewe basi madam, please nakuomba nipo chini ya miguu yako. Kwa babu, bofonga basi chap chap. Unajua kuna mazaga na yuko mbele. Au unacha kuongea? Alafu zenyewe nimekurespect kinoma yani. Nikisema nianze kuongea hapa, nitakuchelewesha. Alafu nina mambo mengi sana ya kufanya. Naomba namba ya simu, baadaye nikutafute tuzungumze. Namba yangu sasa simu ya kazi gani babu? Kwani huwezi kuongea hapa? Unajiogopa mazee? Bofonga hapa jimalize. Yaani tumekutana hapa sasa hivi unataka na namba ya simu. Oya babu jimalize hapa kaa uwezi jikatae. Mishi, unaongeaje hivyo? Yaani unanitisha. Yaani najiona kama naongea na mwanaume mwenzangu. Vipi? Sikia. Mimi kama nipotezea muda tu. Una cha msingi cha kuongea ndio hiyo namba ya simu. Alafu sikia babu. Mimi niko tofauti na mademu uliowazoea wa shamba. Usio unanielewa? Siku nyingine ukiniona, usinisimamishe kishamba. Usio unanielewa? Chakula kitamu kina ladha nzuri. Basi sawa. Fanya ukimalize. Alafu kisha maliza kula. Usafishi hapo. Na hicho chombo kiosha. Umenielewa mpuzi? Sasa ole wako nirudi nikikuche hapo. Tutaonana wabaya.
Ole wako unajikuta iko chakula. Unatia huruma kweli. Sikujua kama naona pitia changamoto kiasi hicho mundani. Yaani mpaka unafanywa vitendo hivi. Inaonekana Tatiana ana roho mbaya sana, yani ameshindikana mno. Sasa ngoja nikwambie kitu kimoja. Maana umepoa sana, yani umepoa. Yaani mtu anakufanyia kitendo kama hiki, alafu unamwangalia tu usoni. Yaani umeshindwa hata kumpiga kibao hata kimoja tu akili yake mkae sawa. Sasa mimi nina idea. Acha nikusaidie kitu kimoja tu, labda kitakufungua kidogo hizo akili zako. Maana umelala mno. Sasa tufanye kitu kimoja. Nataka mimi na wewe tuungane tuwe kitu hiki kimoja ili tumwangushe Tatiana. Maana mimi mwenyewe namchukia. Yeye natamani hata nimuue leo. Sasa kwa kitendo hiki ambacho nakufanyia, kama tukishirikiana vizuri mimi na wewe, kukiondoa kikirusi humu ndani, tutaishi kwa amani. Au unasemaje? Nimekuelewa vizuri sana. Nipo tayari kwa hilo. Serious? Yes. Usijoka kigeugeu wewe. Nipo tayari. Siwezi kugeuka kwa jambo lolote lile. Sasa kama umekubaliana na mimi, promise. Wow, jamani kipenzi. तेरी बाहों में दुनिया मेरी तेरी Lecho, kwa alichonifanyia bwana wako, kuanzia leo hii ninavyoongea hapa, mimi na wewe basi. तू हंसती है मेरे सनम चांद भी शर्माए. Bwanako amenifuata nyumbani kwangu, anatishia maisha mimi. Ameniambia kwamba yeye na wewe hamjaachana. Kwa hiyo basi, sitaki unitafutie matatizo. Mimi na wewe kuanzia leo hii basi ninavyoongea. Lecho, nadhani utakuwa umenielewa. Nikitoka hapa, yani sahau kabisa katika maisha yako kama kulikuwa kuna mtu ambaye anaitwa Amadi kwenye maisha yako. Umenielewa mwanamke? Amadi. Unanishangaza ujue. Kwani huyu Junior ana shida gani lakini? Mbona unapenda kufuatilia maisha yangu? Mimi na yeye tumeshaachana. Nadhani tu ni wivu ndio maana nakufuata wewe, anakutishia Amani. Please, mimi nakupenda, usijaribu kumsikiliza. Achana na Junior. Hebu jaribu kuniamini mimi. Ni vile tu anataka sabaratishe penzi langu mimi na wewe. Please, naomba unisikilize mimi. Mimi na uhakika kabisa wewe mwanaume aweze kufanya chochote. Mimi nakupenda ndio maana niko hapa. Yaani mimi niko tayari kufanya lolote kwa ajili yako. Nakupenda sana. Unasemaje wewe? Yaani hawezi kunifanya chochote. Mtu anatishia mpaka kuniua, unasema hawezi kufanya chochote. Lecho, yaani nakwambiaje? Mimi kuanzia leo hii sihitaji matatizo. Kwa hiyo siwezi kuwa nawe katika maisha yangu. Nadhani utakuwa umenielewa. Na usinifuate katika maisha yangu. Tena, yani tena nikipita kushoto, wewe pita kulia. Nimemaliza. तेरी बाहों में दुनिया मेरी. Amadi, please usinifanyie hivyo lakini. तेरी सांसों से चलती जिंदगी जब तू हंसती है मेरे सनम चांद भी. Yaani afadhali hata nimekukuta hapa njiani. Kwa sababu nilikuwa nakuja huko kwako. Hivyo Karen, ni kitu gani ambacho naweza kukwambia ukifanya na ukifanya? Anyway, nisizunguke sana. Nahitaji nikuulize swali langu na unijibu kwa ufasaha. Swali gani hilo? Alafu mbona kama una hasira? Haikuhusu. Nataka unijibu. Wewe unampenda Sondo ama umpendi? Tatiana. Ni swali gani hilo unaniuliza? Ni ndio nampenda Sondo. Tena nampenda sana tu. Yaani umenisimamisha hapa, umekuja na eka mahasira, unaniuliza swali kama hilo? Kwani kuna ubaya mimi nikimpenda Sondo? Unasemaje wewe? Karen, una hakika na kitu ambacho unazungumza? Na uhakika. Tena sio uhakika tu, 100%. Na nampenda kutoka moyoni.
Na I wish siku moja awe baba wa watoto wangu. Nashukuru Mungu, Sondo mwenyewe ananipenda. Na alishanitamkia tena kwa kinywa chake kwamba ananipenda sana na hawezi kuishi bila mimi. Sawa. Ni jambo moja tu ambalo nimekuitia hapo. Jambo gani hilo, niambie? Hapa nilipo nina plani moja matata sana. Sasa hii plani ambayo nataka nikuelekeze, nafikiri moja kwa moja itaenda kumuondoa Tatiana humu ndani. Uliniambia unafahamu kwamba Tatiana amekufa, ameoza kwa Sondo, si ndio? Ndio. Nataka ufanye kitu kimoja tu. Umwambie moja kwa moja bosi wako kwamba Tatiana anampenda Sondo. Tena umwambie anamtaka kinguvu kabisa. Usijali kwa hilo, nitamfikishia kabisa huo ujumbe. Usio na hofu. Baada ya kumwambia namtaka kinguvu, kakake hatavumilia ujinga hata siku moja. Kwa sababu ninamfahamu haswa. Apito hataki ujinga kwenye maisha yake. Sasa basi, ukimwambia tu, mimi naamini mchezo utaishia hapo. Tatiana atachukuliwa na ataozeshwa na Bili kwa nguvu. Ataki asitaki. Sawa, usijali, nitamwambia. Okay. Napenda ujasiri wako. Nafikiri mpaka hapo tumemaliza. Nenda tu kaendelee na shughuli zako. Mwenye na tiba zako na mali naenda. Sawa, hamna shida. Mimi nasubiria tu bomu lilipuke bo. Okay, fine. Hivyo Junior, unataka nini kwenye maisha yangu? Wewe huwezi kuachika wewe. Sijawahi kuona mwanaume kinganga kama wewe. Sasa nisikilize. Mimi na wewe hatujazaliwa tumbo moja. Hebu jaribu kumove on. Wewe ni mwanaume wa design gani wewe? Hapa nimekuja kwa swala hili moja. Nataka uniambie, ni kitu gani kilichokufanya utoe kongoro zako hapa, umfuate mwanaume wangu kamtishie maisha? Mimi na wewe tuna date. Mimi na wewe tumeshaachana. Sikutaki, usinifuatilie, achana na mimi. Sijui unanielewa? Wewe unaniongelea mimi kwa dharau? Inauma Sasa sikia nikwambie. Nilishakwambia hivi Rachel, hauwezi kuniacha mimi. Utake ustake lazima utakuwa na mimi. Labda niamue mimi. Mimi kwetu Kongo sijawahi kuachika na mwanamke wowote ule. Nilitembea na mwanamke wa kila aina, lakini hakuna mwanamke ambaye aliniacha mimi. Sasa cha kushangaa wewe unataka kusema uniache mimi. Okay, anyway, sasa sikia nikwambie. Mimi nimeshamwambia hivi, aachane na wewe. Sasa akiendelea kukusumbua na akiendelea kukupa hiyo kiburi, kuna haya mawili. Nipoteze maisha yake au nikuue wewe. Sasa utachagua wewe. Umeamua kutangaza vita na mimi. Okay, tutaoneshana. Sondo, unajua kama nakupenda sana, kiasi kwamba nashindwa kuzuia kabisa hisia zangu, na hadi sasa nimegundua kabisa kwamba mimi ndo wewe na wewe ndo mimi. Please, naomba pokea hisia zangu. Karen, nikwambia mara ngapi unielewe? Mimi nimekwambia ukweli kutoka moyoni.
na mimi ninavyoongea kitu tunamaanisha. Kama ningekuwa nakuhitaji ni muda mrefu sana tayari nishakukubalia. Hebu naomba unielewe basi. Mimi pia binadamu na moyo. Napaswa kuchagua yupi ninayempenda na yupi nisempenda. Na mimi kukwambia ukweli. Nielewe basi tafadhali. Sondo, usinifanye nijione mjinga. Usinifanye mimi nijione mpumbavu. Nakupenda Sondo. तेरी बाहों में दुनिया मेरी, तेरी सांसों से चलती जिंदगी, जब तू हंसती है